batukuriye Banyamulenge chairman uturere ndetse na Nairobi ndetse n'abaturage murabona babyitabiriye byose. Rero tugezeho amagambo batubwire uko byifashe. Murakoze cyane. Wacha viongozi wazungumze. Baada ya viongozi kuzungumza, alafu tutatembea, then the media houses will be covering all the works as we go back to the church. So kwa hivyo sikia leo, my name is Mtaalamu Kosia. Sikia leo tumekuja hapa kujiunga kwa sababu ya shughuli ambayo imetuleta sikia leo, jamii ya Nyamulenge, na kuna vitu vingi sana ambavyo wamepitia huko Eastern Congo. Kwa hivyo leo ni kama tu kueleza sasa vitu gani vinaendelea huko hivyo. So kwa hivyo tunataka kuanza, if you guys are set kwa camera so that mzee can begin. So kwa tayari? Nasema wewe msongeshe. Haya. Kwa hivyo kitu gani ambacho kimetuleta hapa leo? Labda tu kwa zaidi uweze kusema jina lako na unasimamia kikundi gani, alafu hasa ni nini hasa leo tumekuja hapa hivi kimetuleta hapa sikia leo. Asante bwana habari. Ninaitwa Daktari Benjamin. Mimi ni pastor. Niko hapa, mimi ni Mnyamulenge kutoka milima ya Kongo. Tumekuja hapa si kwa ajili ya sherehe, hatukuja hapa kwa sababu ya kuangaliana kwa macho, bali tunakuja kwa sababu ya huzuni au na kuonyesha shida zetu zinazodumu kwa miaka mingi. Sisi ni Wakongo kama wengine, lakini kwa miaka mingi, karibu miaka 60 sasa au 60 na zaidi, tunabaguliwa na ndugu zetu. Wao wanaitwa Wakongo kama sisi, lakini wanatubagua kufuatana na sura zetu, kufuatana na mila, kufuatana na tunavyoishi. Ndio maana vita imeanza, inakuwa miaka mingi, lakini kwa miaka hii 8 ya baadaye ndipo vita vilikuwa kali zaidi kati ya sisi kabila ndogo, alafu kwa sababu ya lugha tunayoizungumza kinyume na lugha nyingine, alafu tunabaguliwa na ndugu zetu. Ilikuwa karibu tunabaguliwa na ndugu zetu, lakini siku hizi ni government yenyewe yote, karibu yote kabisa ni kinyume nasi. Kila siku drone zinaua watu, kila siku mabomu ya kila siku mpaka leo asubuhi vita vimeendelea. Na tunakuja hapa alafu kulalamikia nchi tuliko nayo, nchi za mataifa, ili ziweze kusikia haja zetu na waweze kutusaidia. Lazima tusaidiwe kama viumbe wengine. Lazima tuwe na amani katika nchi yetu. Lazima tuwe na amani kwa watoto wetu, wasome, waendelee kama Wakongo wengine. Ndio maana tumefika hapa. Asante. Kwa hivyo uweza sema labda ni katika maeneo gani hasa ambayo tumeshuhudia visa kama hivi ambavyo watu labda wameuawa, watu wameshambuliwa sehemu mbalimbali? Ni wapi hasa? Kongo ni kubwa, lakini kwa maeneo ya East Congo na South Congo, yani South Kivu na North Kivu, ni mahali ambapo watu wanasumbuliwa siku baada ya siku, wanauliwa siku baada ya siku. Sasa ni miaka 8 kabisa kamili, watu wakifa usiku na mchana, wengine kuuliwa, wengine inafikiwa kiwango cha kuua mtu, kuchoma na kula. It's very sad. Kwa hivyo ni sababu umezungumza kwamba umesema kwamba sasa ni watu gani hasa ambao wanafanya haya mashambulizi? Kwa sababu kuna wale wanasema kwamba ni wanajeshi wa nchi fulani, ni milisha fulani. Ni hasa watu gani ambao wanafanya mashambulizi? Sababu ukiuliza, kuna mtu atasema pia kuna makundi ya Nyamulenge pia yanafanya vitu kama Nyamulenge kuwa mwenyewe yeye ndiye victim. Halafu wanaouana au vita vinakuja vinalenga tu Nyamulenge. Halafu wao Nyamulenge ni wanani? Ni watu wanaishi South Kivu tangu 1885 ndio walifika huko, lakini wanazungumzia lugha ya Kinyarwanda.
Halafu tangu miaka ile, ni historia ndefu, hatuwezi kuizungumza wakati huu. Halafu walipo hata wakati wa mipaka ya Berlin hao walikuwa hapo, mpaka tangu miaka hiyo mpaka leo hawajakubaliwa kama wakongomani wengine hasa. Halafu hiyo kabila ya Wanyamulenge ndio wanabaguliwa. Ilikuwa ni ilianza ikiwa ni kabila ndogo 3-4 wale tunaokaa pamoja, halafu ilikuja ikakua mpaka leo soldiers akawaleta maexpert, akawaleta hata wazungu wanakuja nao, wote ni kinyume chetu, kusudi watuondoe katika mahali petu, katika territories. Nimeelewa kwamba kuna vile umeelezea, na pia tumeweza kutazama katika media tofauti tofauti, mitandao, vitu ambavyo vinaendelea. Lakini sasa kuna maswali, watu wanasema kwamba Banyamulenge pia wanasaidiwa na taifa jirani kama la Rwanda, Uganda. Unaweza semaje kuhusu swala hilo? Hiyo siwezi kukubali kwamba wanasaidiwa. Tangu mwaka wa 64 ndio vita ilianza Kongo. Rwanda haikuwepo na hayo mataifa mengine hayakuwepo. Kuna ile tunaita Twirwaneho, ndio jina lao Twirwaneho, yaani tujisaidie wenyewe, auto defense. Auto defense, na ndio ile inafanywa, hatusaidiwe na yoyote. Nguvu zetu zinatoka kwao wenyewe, sababu wao ndio wanatushambulia. Halafu unajua wakati unajidefend mwenyewe unatumia nguvu zako zote, halafu wanapokuja wanatushambulia, tunapigana nao vita, na silaha zao walizo nazo ndizo tunawanyang'anya, halafu na ndizo tunatumia mpaka leo. Hatuna msaada mwingine wowote. Okay. Asante. Tunaweza pata mtu mmoja mwingine apate kuelezea zaidi? Yeah. Nani atakuja? Njoo katikati. Yeah. Alafu tunaweza pata mtu mmoja mwenye ameshuhudia kisa moja kwa moja. Yeah, ni yaravuze ngo haze kuboneka n'undi muntu utanga ubuhamya rero wahuye n'ivyo bintu bagizwe ingaruka nitaendelea ama nikaulizwa? Okay, utaendelea. Unaweza eleza tu, anza kufanya introduction kwa majina. Unaitwaje, majina yako mawili yote, wewe ni nani? Yeah. Alafu pia uelezee kisa ambacho kinakumba jamii ya Nyamulenge. Yeah, asante sana wanahabari. Kwa majina naitwa Steve. Mimi ni mchungaji na tuko hapa kwa ajili ya kumbukumbu na kukumbuka wapendwa wenzetu ambao walifariki, na hawajafariki kifo cha kawaida, waliuliwa. Wengine walichomwa kwa manyumba, na wengine ni watoto wadogo, wengine ni wamama, na kwetu kulishambuliwa kabisa. Tulikuwa na vijiji vingi. Sasa tumebaki na kijiji kimoja mahali tu panaitwa Minembwe Center. Kwengine kuliharibiwa kabisa, kulishambuliwa, manyumba zilichomwa, ngombe, mali yetu ilienda, na hata wakaaji wote walihamishwa. So by force walikuwa forced out to leave homeland, wakaenda kuishi kama wakimbizi kwenyewe. Hapo ndio kulianza auto defense ya kudefend wenyewe, sababu mahali wanaishi camp za FARDC, jeshi la Kongo, wako hapo, lakini rebels walikuwa wanakuja wanalala kwa kampu ya army ambayo ina responsibility kama jukumu la kulinda wakaaji, lakini wakawafungulia mlango na kuja asubuhi, wanalala kwa kampu, asubuhi wanatushambulia. Hivyo ndivyo kwetu kulishambuliwa mpaka saa hii, kwingine kulisha. Lakini hiyo group ya auto defense ndio iliamka ikaanza kujidefend na kusaidia wazazi ndio waweze kusurvive mpaka saa hii. Kwetu hawaishi, wana survive. Wamekaa na hizo shida for long time, na serikali ikiangalia na hata ikitumia na hata ikiweza kudinayo. So process zote za genocide zilifanyika kwetu. Number 1, classification ilifanyiwa. Tulibaguliwa kutokana na wengine wakaaji kama sisi ama wengine wenyeji kama sisi, na baada ya kubaguliwa wakapewa vifaa na wakafunguliwa milango ya militias armies kutoka nchi tofauti, wakaja wakaishi kwetu wakiwa pamoja na vikosi vya FARDC
wakashambulia wakaaji wenyeji, baraia wenye hawana hatia yoyote. Hivyo ndivyo kwetu kulishambuliwa. Alafu kukaja police wakaaji wetu wale majirani wetu na hata serikali ilichochea marahia, ilichochea raia kama sisi, ikazusha chuki na fitina, na hata walifanya symbolization. Wengine wakatuita Wanyarwanda. We are not Rwandese, we are Congolese by birth. Tangu mababu na mababu tulizaliwa huko, lakini wanaendelea kutuita Rwandese. We are not Rwandese, lakini hiyo jina inatumiwa kama symbolization. Ndio ule mwenye yako kwa serikali hata anatumika. Wengine waliuliwa wakakuliwa nyama, so hata kitu ya dehumanization ilifanyika huko. Mtu anakuliwa kama mnyama, na chuki na fitina zilichochewa. Wengine waliitwa like disease, wengine waliitwa microbes ndio wauliwe. Sasa hiyo ndiyo kitu ilifanyiwa kwetu kwa kabila yetu ya Wanyamulenge. Sasa tuko hapa kwa kukumbuka watu wetu, civilians, wamama, watoto na wazazi, na hata wapendwa wetu ambao walijaribu kudefend community yetu wakakufa kwa kisa hicho. Asante sana. Kuna okay, Liza. Message yenu ni gani kwa wenye wanapigana, na labda msaada ni gani mnataka kutoka wapi? Message yetu kwa serikali yetu ya Kongo niweze kulinda kabila yetu, population yetu kama population zingine ama kama kabila zingine, na discrimination tulifanyiwa, na sisi tunahitaji haki kama watu wengine. Jambo la tatu, na hata haki ifuatwe kwa wale wapendwa wetu wenye waliuliwa. Kuna wapendwa waliuliwa Gatumba. Gatumba ilikuwa na government, ni nchi ya Burundi, lakini wapendwa waliuliwa, na hata wale wenye waliua watu bado wako na wako kwa serikali, lakini government yetu ili stop investigation ndio hao watu wasifuatiliwe. Sasa haki ifuatiliwe na protection itimizwe na serikali. Hiyo ndio ombi letu. Kuna mtu pale hapa hivi ambaye ameshuhudia kisa cha moja kwa moja, labda aweze kutuelezea. Pole sana. Kuna mtu anahitaji haya. Ningependa mwanzo uweze kujiintroduce kwa majina yako mawili, kama John nani, at least two names, so that wakati wa capture the name inakuwa rahisi. Alafu labda utuelezee kisa moja kwa moja, nini ambacho kilifanyika na kitu gani ambacho ulishuhudia katika hayo matukio. Mimi kwa majina naitwa Ngiruwa Mbaza Plaisir Mudek. Hapa mahali tunapokumbuka wenzetu ambao wameuliwa huko nchini Kongo, kabila la Wanyamulenge. Ni vita ambazo zimechukua muda mrefu, tukiuliwa kiolela bila yule ambaye anaweza katutetea, bila yule ambaye anaweza katusikia. Hata leo ambayo tunapoongea hayo maafa tunayo hata sasa, ambapo mimi nakwambia watu wanaendelea kuuliwa vibaya. Mimi ni miongoni mwa wale ambao nimejeruhiwa kupitia hizo vita. Unaona, sina viungo, sina mikono, hata na pande zingine ambazo nimeumia vikali kupitia miaka mingi ambazo nimepitia hizo vita. Mpaka sasa hivi naendelea kuongea ama kulia ili Umoja wa Mataifa na nchi zingine zipate kutusikiza, kwa sababu tunateseka sana. Sijue kama swali hilo limejibika vizuri. Lakini pia waweza tuelezea zaidi kisa, vile umesema umepoteza baadhi ya viungo vya mwili. Unaweza tuelezea kisa labda kimoja, nini kilifanyika hiyo siku ambayo kisa hicho kilifanyika? Ni vita ambazo zimeanza tangu awali, sikumbuke, lakini ni kama mwaka wa 1960
60 just. Lakini kwangu ni vita ambazo zimekuja, ilikuwa mwaka wa 2000 na 2019 ilikuwa Disemba date 15. Alafu wao waasi wa Majimaji wakajitokeza kwenye vijiji zetu wakatuvamia. Ilikuwa Sunday, tulikuwa chache, tulikuwa kwa ibada. So wakati wameingia ndio wakaendelea kushuti hizo mabombe na masasi, ndipo nikashikwa na hiyo, so nikaletwa huku Nairobi kwenye matibabu. First of all, start introduction. Jina zote mbili. Yes, by my name, I'm Nzirimo Emmanuel. I'm the youth leader. I'm here speaking on behalf of the youth. So we are here to commemorate our heroes who have fallen at the battlefield when they are fighting on behalf of our community. Now, currently, they have said so many things. Currently, we are fighting the army of DRC, including the army of Burundi, including different militias, as they have said. They have done a coalition together, all of them. So they stood up to fight against our community since 2017 up to now. Currently, as we are speaking, the drones are doing bombardment. They are shelling the civilians in the villages. We have noticed recently some houses have been burnt by the bombs of drone. Even the hero that we have come to commemorate today has been shot by the drone. You can imagine, to the extent of sending a drone to kill somebody, a hero of our community who went there to fight so that our community who have been marginalized, discriminated, so that we may not be chased from our place. We stay in the high mountains of Minembwe, in different places, high mountains, we stay there. In DRC, as they have said, in Southern Kivu. So since that kind of war started, the general that we have come to commemorate today, he stood up. He was a colonel in the army of DRC. But when he heard about what is going on in our country, in our community, in our place, he stood up. He left the army he was serving. Then he went to stand together with the community so that he may at least call upon other kind of, so that he may call international organizational communities to come and stop the killing that was going on. Then they finally sent a drone to come and shoot him. They shot him. He was dead together with some other escorts who were surrounding him at one time. Then this man who is speaking is the witness of what happened to him. He was fighting so that he may save, he may spare our people, our community. Then his hand was chopped, you can see. He was shot, then his hand was chopped. You know, now we are here to commemorate, and we call upon the international organization to kindly come and offer assistance, to come and give us justice and freedom. We need to live like others. So we need freedom, we need justice. Our community want to live in dignity and justice and freedom. Thank you. Thank you so much. If you can get one lady at least to add on the same. Kwa hivyo unaweza anza kwa majina, waitwa nani, majina yote mawili, unafanya nini, alafu mbona uko hapa siku ya leo, unaweza kusimulia pia kisa kimoja, alafu from the US. I come for different reasons, but today is a commemoration to remember our hero who was killed. I am among our Manyamulenge community. Yeah. So what is the end goal? What do you want to achieve? What is that specific message you want to send maybe to the international community, human rights organization, and basically the world at large with regards to what is happening in the eastern part of DRC? I believe most people, they still just ignore. That's why we want to raise our voice. This is not a start by my husband was killed. I was in prison with my 7 children, including pregnancy. Because what? Because I was a Banyamulenge, only for the reason. And I believe whole world, the whole nation, they try just to ignore. They look aside
Right now, my village, my people, my parents, my aunt, my uncles, they are in a situation no one can believe. They are in lack without even internet, because our own government, it try to silence, to do with nobody know it. So we are crying for her. Please, anyone who can take an action, right? We did the protesting, and the whole world is looking at what? Is looking at people like they are playing a game. Please, this is not a game. This is our parents. Drone without a plane, without a pilot. Because they send a drone without a pilot, because themselves, they're scared to die. Why are you scared to die? You go to kill the parents over someone. Our life is a matter. Our life is a matter. We are human being as anyone. We are people who have a potential. Also, this is our country. Is where we come from. So easy mistake to be a Munyamulenge. Easy sin. Easy criminal. Somebody to come, our own government, pay another government, other countries, to call to kill his own citizen. Please, the people who are understand our voice, please don't ignore. Don't try to look aside, because it is our own parents. This is not the history, and this is not, I'm sorry. I'm so sorry. Sometimes it hurt to see whole nation try to ignore when our people are dying. People are lacked. Government is shooting our people. No one have access to hospital. No one have, we cannot even people who are wounded to take them to the hospital. Is the people who are not have any access to any life. They have no sort, they cannot, what they want to do. Please, the people who are here, it's not good. And the whole nation silent. I know genocide have happening. People try to say never again. Never again. Is it a business? Can they do under business more than that? If the people want to take a mineral, take it, but let us live like everybody. That's the most cry out. I hope someone can take an action. Human rights, United Nations, peacekeeper, people knew for sure, whole world. That's most important. We are crying for help as a Banyamulenge. Right now we come to remember the man who sacrificed his own life to go to help his parents. He was killed with our own government. So what can we do? So Thank you. Is there anyone with a question? Perhaps maybe there is something you A have question left here. out. Being a human rights defender, what are some of the injustices that are happening to the people of? the most injustice is to see people are being killed, people try to ignore. And the most victim is women and children. Women have been raped. All the people who are hundreds have been shot because they cannot run. So, like injustice, we need justice. We cry for justice. The government, our own government, what exactly? We was divided by border. So what can we do? People come to take us, to kill us in our own country. We are not, look how many thousand refugees. They are running away because they try to have a life, just to live, not because the other countries are better than us. As you know, Congo is a very rich country. So it's not mean we run for hungry. No, we're seeking for life. We are seeking for life for our own parents as well. This, to be honest, for myself, I have an orphanage. So, okay. Kwa majina naitwa Steven Wacha, niweze kuuliza mchungaji, mnapolia kwamba mmeteuliwa kuwa nyinyi ndio mnafaa muweze kuuliwa kila siku, akiwateua kwamba nyinyi sio Wakongomani, na
government ya Kinshasa inaonyesha kwamba kati ya government kuna Wanyamulenge ambao wanaserve kwa government hiyo. Hao Wanyamulenge ambao wako kwa government ya Kinshasa ama ya Kongo hawezi kuwa wao